Mimi ni mwana wa Mungu. Nina vitu ndani. Nataka kusukuma hivyo vitu. Kilichoingia aibu. Kuna aibu, roho ya aibu chafu ndani ya watu. Aibu Kiingereza tunasemaje? Sio shy. Is it shame, shyness? No. People are shy. They are shy. Watu wamegubikwa na aibu. Akimwona aliyosoma naye, akimwona jirani, akimwona Mitume yasikilizeni na yasema, muyang'oe kanisani afu muonyeshe mfano. Tuone ya mambo. Aibu ni nini? Haya ni jambo livunjialo mtu heshima. Hivi jina la Yesu linakuvunjia heshima wewe? Ukiwa na aibu, una maana jina la Yesu ni aibu kwangu, linanivunjia heshima. Damu ya Yesu inanivunjia heshima. Ni kweli? Ndio imekuwa hivyo kwako. Ndio tumefika hapo. Mama, ndio tulipofika. Kijana, ndio tulipofika. Jina la Yesu linakuvunjia heshima. Damu ya Yesu inakuvunjia heshima. Kazi aliyofanya Kristo msalabani inakuvunjia heshima. Sasa mbona unatakiwa? Aibu ni jambo livunjalo mtu heshima, jambo linaloshusha hadhi ya mtu. Damu ya Yesu leo inashusha hadhi yako. Jina la Yesu linashusha hadhi yako. Ni jambo la fedheha, jambo la dosari, jambo lenye walakini. Walakini maana yake dosari, mapungufu. Leo hii jina la Yesu imekuwa jambo la dosari, linakutia wewe dosari. Damu ya Yesu, kazi aliyofanya Calvary, leo inakutia wewe dosari. Ndio maana unaogopa kumwambia boyfriend wako na girlfriend wako habari za Yesu. Leo hii ndio tulipofika. Unaogopa kumwambia babako, mamako. Kristo si jambo likuvunjalo heshima wala likutialo dosari, fedheha au walakini kasoro yote ile. Kazi aliyekamilisha juu ya mti wa msalaba si jambo likuvunjalo heshima. Kuna somo nitakuja kulifundisha popote nitakapokwenda au kwenye. Yesu aliuliza wanafunzi. Huko nje watu wanasemaga mimi ni nani? Wakatoa majibu. Wengine wanasema wewe ni mtume yule, wewe ni Elia. Mtu mmoja tu akasema wewe ni Mesia. Wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akamwambia Petro, sio nyama na damu vimekueleza. Ni Baba yangu aliye mbinguni amekueleza jambo hili. Swali hilo ni halisi leo kwako hapa. Nikiuliza wewe unasema Yesu ni nani? Napata majibu ya ajabu. Napata majibu ya ajabu. Ndio maana kuna watu wanaona kwamba kusema habari zake ni kujua heshima. Kuna watu wananiambia hapa nimfanya miujiza. Kuna watu wananiambia hapa ni fursa ya kupata chakula, mikate. Nitakupa majibu 15 walionao binadamu ndani ya kanisa kuhusu Yesu. Ni wachache wana majibu sahihi. Ndio maana hata wewe unajiita unaenda mbinguni, wala si mwana wa Mungu. Sasa mbinguni kwenye hawaingii wasio wana taarifa yako. Hawaingii. Wanaenda mbinguni walionaye sasa duniani. Wanaenda kwake walionao ye leo. Unaenda nyumbani kwa mtu kwa sababu unaye siku zote. Anakwambia tutende nyumbani. Ndio maana hata siku ya kunyakuliwa tutaondolewa na Roho mwenyewe Mtakatifu. Huna hapa duniani, hunaye utaenda mbinguni, utapanda kwa ngazi.
Muujiza kunyanyuka ule ni wa kwake, lazima awe ndani yako. Mpenzi mzuri sana, wala hatutendi sana makosa yetu, wala hatulipi sana makosa yetu. Ameapa kuto kututendea sisi sana makosa yetu. Bado tunataka vitu vingine vya walokole. Bado tunamuonea aibu. Neno la Kristo alikuvunjia heshima. Haya ni nini? Ni hali ya kuogopa. Unaogopa maovu au aibu yako isijulikane na watu. Unawaogopa watu kwa sababu ya maovu yako kuliko kumlinda Kristo na kweli yake. Unajilinda kuliko kumlinda msalaba. Ndio maana unashindwa kumwambia girlfriend wako habari za Yesu, sababu unajua unachofanyaga nacho. Fanyaga naye. Unakijua. Si umwambie kwamba mimi na haya naye asema ni vitu viwili tofauti. Nasema habari za Yesu, za kwangu tuachane nazo. Injili sio habari zako, ni habari za mtu mwingine. Mbona unafanya hivi? Kwa sababu mimi siokoi wala sipeleki jehanamu. Mimi siokoi wala sipeleki jehanamu. Kwa sababu mimi nafanya hivi na wewe ndio nione aibu kusema habari za mtu mwingine. Hizi sio aibu rafiki yangu. Yesu ni mpatanishi. Yesu ndio njia. Yesu ndio kweli. Yesu ndio uzima. Haya unalinda wewe kuliko kuilinda kweli. Unalinda sababu ya maovu yako. Unaona haya? Ndio maana watu huwa hawapeleki habari za Yesu kwao, kwa marafiki, kijijini. Anajilinda yeye maovu yake yasijulikane. Kwani unaenda kupeleka habari za maovu yako? Kama unapeleka habari zako ndio uone haya. Jamani, Jumatano siku ya Christmas nilichokifanya, hapo ndio uone haya. Shuka wewe. Jitoa wewe kwenye hizi habari. Habari hizi mimi najitoa. Wewe inakuja unamhubiri Yesu, halafu ulifanya hivi. Kwa sababu mimi sio Yesu. Haya nyingi mno makanisani. Kwani salimia mtu zamani anasema usiposalimia Bwana asifiwe hujaokoka. Ule uongo niliukataa mimi. Sasa wameshindwa sababu wameona Bwana asifiwe inawaumbua. Akikuta mtu atakuja mkisema, "Oh, Bwana asifiwe sana." Akitokea mtu sasa kunyingi. Sasa kunyingi bwana. Ile Bwana asifiwe, jamaa ngoja apite huyu. Ngoja apite huyu. Haya na aibu imegubika akili na mioyo ya watu. Wamekuwa paralyzed. Wengine wala hafanyi mambo ya ajabu. Basi tu kuonyesha wewe ni unamhubiri Kristo ni aibu. Basi tu unaonekana kama mtu mfiria. Yesu sio daraja la pili. Yesu sio kitu kinyonge. Yesu sio ufukara. Yesu sio masikini. Ndio maana onekana vizuri akili yako. Onyesha tuna akili njema. Popote kwa kijijini kwenye watu, onyesha na akili njema. Kuwa na akili nyingine. Wewe ni mwana wa Mungu na vitu utakavipeleke. Fungua milango, tunasema tengeneza hila za kupita. Yes. Ndio maana vaa vizuri mama, baba. Pendeza. Onyesha una akili mbele ya watu wa kijiji hicho. Mbele ya watu wa sehemu hiyo. Onyesha una akili. Sio ukienda tu unakuwa chukizo. Mtu akikuona tu anakaa kama mabwegi wa kijiji, wewe unachukua kutoka kule mwisho, unakuwa na nafasi ya 3 kutoka mwisho. Vipi nyie wachungaji wangu? Tokeni kama huko muone lazima kwenye mwili utokee ili nipeleke cha ndani.
Lazima nitishe pia kwenye mwili ili nipeleke cha ndani. Sio kwenye mwili kila mtu anataka kusema jamani, anataka kusema neno, sio fanya upesi ndio tuna shughuli nyingi bwana. Unasemaje bwana? Na mtu mwenyewe ndio anakusikiliza. Unapoonekana tu sio kusikilizwa wewe. Jitokezeni hata kwenye shughuli kama hizo. Tunatafuta mlango. Haya. Unaona haya. Unaona aibu. Yesu alisema watu wa namna hiyo. Nyinyi mnaojadanganya tumeenda mbinguni, halafu kwa sababu ya aibu na haya mmelinyamazia neno la Kristo. Kumbuka Yesu anasema hivi, wewe mimi nafanya siku ile pale na kazi moja tu, kwako mwenye aibu, na mimi nakuonea aibu mbele za malaika na mbele za kusanyiko la kanisa. Nasema namuonea aibu mtu, mimi namjulia hapo. Naona aibu atakuwa na huyo. Utalipwa aibu, yeye atakuonea aibu. Vibinti vyenu vinaona aibu. Vijana wenu wanaona aibu. Wewe wachukue tu tukahubiri pale sokoni. Tasema kumla kuta aibu, kila mmoja anarudi nyuma ya mwenzie. Kila mmoja na aibu. Alimradi unapeleka neno la Kristo. Sio unaenda kuwasema watu. Sio unaenda kuwakemea watu. Sio unaenda kuwasahihisha watu eti ndio unafanya utakatifu. Maneno yako ya utakatifu ya Musa yenyewe hajawahi kumtakasa mtu. Litakuwa la kwako wewe. Ya Musa hajawahi kumtakasa. Yeye mwenyewe alimshinda, alishuka. Alijaribu kutakasa wengine akajikuta mwenyewe yanashindwa kumtakasa yeye mwenyewe. Akachukua nani pale kingine. Dada yake akasema, "Wewe vipi brother?" Akamwambia, "Hata mimi anitakase bwana." Jifunze kwa mwanamke kisimani. Anaulizwa, "Lete mume wako." Anaeleza kweli. "Sina mimi mume." Yesu anambia, "Umekuwa nao wengine siju 7 na ulio naye sio wako." Wewe umejuaje habari zangu? Hakuna aibu. Akatoka mbio kwa watu. Jamani, kuna mtu wa ajabu. Anaambia mambo yangu yote. Mambo yenyewe akimiza vipi? Kaelezea wanaume wote waliokuwa nao niliowaacha ndio naye. Unasema kweli, nawaambieni mtu wa ajabu. Twende mkamwone kisimani. Watu. Yesu akasema sawa. Napenda wainjilisti kama hao wasio na aibu. Yesu akafanya mambo yake pale. Wakapita nyumbani, unaenda twende huko, akapeleka kijiji kizima, mkutano usio na matangazo. Ulianzia kwa mwanamke asio na aibu. Ili jambo hili mwambie mtu, kama unaona aibu hapa, basi twende tukamsaidia Mahenge, maana kule hawakujue. Tafuta na ule Mahenge. Na kushauri, kama unaona aibu kwenu, hapo kwetu Tanzania ni kubwa, tuna kazi nyingi sana. Haya ni hali ya kusita kusema au kufanya jambo fulani kwa sababu ya kukitunza unachokiita heshima yangu. Mtu anayehubiri amemngangania mtu mmoja hivi, ndio mnyonge wake. Mwambie, tazama na yule kule. Na wewe anaye kutazama kazi ya macho, nyosha mkono, mwambie, bwana mimi ndio mnyonge ndani. Hata kumeanza muda wote mimi tu. Jasiri anatazama kila mtu machoni. Mtu yote mwenye aibu, mwenye haya, hatazami watu machoni. Au anamngangania mmoja mnyonge wake. Yesu anakuwa, Yesu hivi na hivi, naruka kwenye macho kwenye sakafu. Na nyinyi nyosheni mikono. Wewe bwana wewe, unamhubiri sakafu au sisi? Tunakuomba ututazame. Na kama kuna girlfriend hapa ndio mkazie vizuri macho yako. Haya imetawala. Shetani kamwaga haya, kamwaga aibu. Watu wanaogopa kusema, wanaogopa watu, wanaogopa kutoka. Nini kimevua uhodari na ujasiri? Ni haya na aibu. Cha pili, hofu. Wapenzi, shetani kamwaga roho ya hofu. Hofu mchanganyiko. Mchungaji na kufundisha. Mjifunze deliverance, mimi nitawafundisha. Kitu kilichojaa ndani ya watu mtashangaa ni pepo la hofu. Watu wana hofu. Wengine mbele wanadunda upesi, ndio ni hofu. Ndio peke yake. Na mnawachunga kanisa. Watu wana hofu kuliko maelezo. Hawa watu mnaowachunga. Hofu ziko za sababu mbalimbali za aina mbalimbali.
Kuna wengine tunasema tu wana hofu ya isiyojulikana, fear of unknown. Anachoogopa, ana roho tu ya hofu. Wengine nikitokea mimi tu anasikia kukimbia, sababu kilicho ndani yangu kinapambana na kilicho ndani yake. Anasikia tu kukimbia. Hofu imetawala mno. Wengine ana hofu ya kufa tu. Wengine ana hofu ya mdudu fulani, wengine hofu tu ya giza. Hata naposema madudu ya hofu yamejaa kibao. Hofu ni sumu mbaya. Hofu ni zima taa inawaka, hofu inazima piu. Hofu ni sawa ameamrisha mafuta kwenye gari litasimama. Mwenye hofu haendi popote. Mwenye hofu hajaribu. Mwenye hofu hana ile ngoja nijaribu. Hofu ya kutukanwa, hofu ya kusemwa, kanisani imejaa. Ndio maana watu wamenyoa nyui. Na wachungaji mnachunga watu walionyoa nyui, wamefungwa makamba ya design mbalimbali. Strings mbalimbali wamefungwa, strings of fear. Eti anaogopa watamsema. Wewe ni nani? Calvary pale ilikuwa anapokea kila tusi na mate na dharau. Mwanaume akasema, Baba wasamehe hawajui wanalotenda. Ninyi akina nani mnajifanya mnaogopa matusi? Wewe ni nani wewe? Mbona unapenda kuvaa heshima zaidi ya Kristo? Mtu yoyote anaogopa kutukanwa kwa la kweli la uongo hafai kwenye injili. Tumebaki tunajilinda sisi na kuua injili. Tumebaki tunajivika heshima za uongo. Heshima zetu ni kama vitambara vya kaki vilivyochakaa. Unaacha kuvikwa heshima ya damu ya Yesu Kristo. Mtu anaogopa hofu ya hasara. Anaogopa kutoa fedha tukahubiri. Ana hofu tu ya hasara. Hofu ya kutokuwa na pesa. Itakuwaje nisipokuwa na hela? Iwapo mtawaacha watu wapagawe na hofu ya maisha. Viongozi na wanasiasa wanapogeuza uchumi unaposhuka, watu wenu wanakufa. Makanisa yanakufa, sadaka zinakufa, shukrani zinakufa, zaka zinakufa, majitu yana hofu ya maisha. After kumetokea nini? Kumetokea hofu ya maisha kwa sababu uchumi hauko vizuri. Pale kila mtu anabania. Mdudu mbaya kalipagaa kanisa. Hawa ni wadudu wachafu wanatawala kanisa Tanzania. Ndio maana watu wanajiepusha na injili ya Kristo. Wanajiepusha. Nikodemo alikuwa na hofu ya kutengwa na wakuu wa dini, akamwendea Yesu usiku. Unajua alibadilika yule bwana, unajua ndio aliyemzika Yesu. Siku ameondoka wote pale. Yusufu na Nikodemo ndio wakaenda kumzika. Badilika na wewe. Lakini yule ndiye alimwendea Yesu usiku, anaogopa ni Mafarisayo wenzi. Wewe unaogopa Farisayo yupi? Lakini Nikodemo yule alifika mahala alipojua ukweli kuhusu Yesu. Alisimama kidete na kuchukua maiti yake kwenda kuzika. Dudu hili hofu limelaniwa. Unaogopa kudharauliwa? Hofu ya kudharauliwa. Unapenda kujilinda wewe kwa maovu yako mwenyewe, unaionea aibu injili. Kulinda tu uovu wako. Uovu wako wewe, hasara kwa injili. Halafu huyo unayemhubiri amesema mimi maovu yako siyahesabii tena. Kwa sababu ya hii damu yangu pale juu mweupe kama damu yangu. Usiwajali wanadamu. Mimi nawaambia tengeni mambo yangu na hili nalowaletea. Mnavyoona mimi sivyo anavyoniona yeye. Kweli kweli nilitenda haya, lakini yeye kafuta nyinyi bado mnayo kwenye akili zenu. Ni uwezo mdogo wa kumsikiliza na kung'amua sauti ya Roho Mtakatifu ndani yako.
sio kwenye kanisa. Roho Mtakatifu hakai kwenye kanisa, anakaa ndani yako. Ila wote au wengi mkiwa na Roho Mtakatifu ni kusanyiko la watu ambao Roho Mtakatifu anakaa ndani yao. Kule udhihirisho unakuwa mwingi, vituko vya Roho Mtakatifu vingi. Tutasema leo kuna uwepo kweli? No, yuko ndani ya watu. Utasikia leo kanisa hilo lilikuwa kukavu, uliza ndani yako, ametoka, alienda sokoni, alienda wapi? Ukavu ni wako. Ukavu ni wako. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu. Roho Mtakatifu ni mtu, kasoro hana nyama na damu. Nikusaidia kujua ni mtu, ila hayana. Hii ni maudongo haya. Kilichotoka kwenye kusikoonekana kwa kinarudi kusikoonekana, ndio roho zetu. Kilichotoka kwenye mwili duniani kinarudi kwenye mwili, ndio mwili, ndio watu tunazika. Lakini humo ndani yako kilichotoka juu kusikoonekana kinarudi kusikoonekana, na kilichotoka kunakoonekana kinarudi kunakoonekana, ndio maana tunazika. Unazika kilichotoka kunakoonekana. Kilichotoka kusikoonekana hukiziki na hakizikiki. Roho Mtakatifu ana undugu na kisichoonekana. Nyumba yake ni hicho kisichoonekana. Huyo ndiye anayemfuata, huyo ndio nyumba yake. Halafu kisichoonekana kinasababishaga yaonekane yanayotakiwa kuonekana. Ni hicho kisichoonekana. Mambo yote yanayoonekana yanatoka huku usikoonekana. Ndio maana hutampokea Roho Mtakatifu usiyemuona, sababu roho unayo huioni. Hata wewe roho yako huioni, lakini ipo. Hasa ukitaka umpokee kwa kutumia mwili, vigumu sana. Unatafuta udhihirisho kwenye nyama. Unajipima kwenye akili zako. Hata Paulo akasema nyewe sio kwa matendo, usipime nje. Hutamjua yupo kwa jinsi wewe ulivyo. No. Ama kuamini bila mashaka. Kunywa kisichoonekana bila mashaka. Usipime kutoka kwenye mwili, ukipima kwenye mwili unaona mwili wako. Na ukifikiri anaingia sababu mwili wako uko vizuri, unajidanganya. Paulo alikataa. Sio kwa matendo yenu, hapana. Ni kwa imani kunakotokana na lile mwili aliyowaambia tumwingie. Kwa hiyo huwezi kumpima kwenye mwili wako. Ndio maana unashindwa kuona udhihirisho wako, udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Unampima kwenye mwili. Na wenzio kanisani waliofundishwa vibaya wanakupima kwenye mwili. Utasikia mchungaji kampika mji wake jana. Hafu leo umeona mali tukia kanisani, ama kweli siku za mwisho. Kristo ilibidi aondoke ili roho aje. Kwa sababu kinachomleta roho kimeshakamilishwa Calvary, ondoleo la dhambi. Kinachomleta roho kwako is already completed. Tofauti ya mimi na wewe ni kujiamini kuhusu Roho Mtakatifu. Tangu kujiamini is believing and self-confidence. That's the difference. Do you want to see the results? Unataka kuona matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu? Believe in yourself. You have the Holy Spirit in full measure. Just believe in yourself. That's the difference between me and you. That's not sio tatizo la Roho Mtakatifu, ni tatizo lako. Sio tatizo la shetani, ni tatizo lako. Sio tatizo la Mungu, ni tatizo lako. Umekataa kujiamini kwamba yuko ndani kwa kipimo chote full, 100%. Tatizo lako mwenyewe. Na tatizo la washabiki waliofundishwa vibaya. Wanakutatia vimakosa vyako, wanakushambulia. Sasa wakikushambulia ndio unaanza kuona aibu. Roho Mtakatifu anasema na wewe bwana, mimi na wewe hatuwezi kwenda. Hivi unavyoona aibu hivyo hatuwezi. Mimi sitaki mtu mwenye aibu. Ndio maana mimi jitu naye wasema watu kanisani naitaga majoka. Sababu mauaji yale majoka. Afu wanato, kuna wengine majoka, kuna wengine majoka, wana wa majoka wakubwa. Kiongozi wao bingwa kusema watu.
kazi ya kumleta Roho Mtakatifu ilikamilisha na haibadilishwi. Haibadilishwi. Wa Roho Mtakatifu kamwe hatatoka ndani yako, labda umnyamazishe, mzime mwenyewe. Sasa msimzime, msimnyamazishe, msimpinge. Hana kanuni wala amri ya kutoka isipokuwa kwa hiari yako. Hawezi akatoka. Sababu kazi ya kufanya kuwa kama Mungu Baba, kuwa kama Kristo, kazi ya kuondoa kila kosa la leo mpaka milele ushakamilishwa. Mpaka milele. Umebaki na deception zako kwenye kichwa. Na wenzio wanaokusaidia wanakuaccuse, wanakulazimisha uone kazi ile bado kwako. Hatoki humo ndani mpaka umemfukuza mwenyewe au umemzima. Mangine mnamsema, mara nyingi mnamzima tu wenyewe, mnampinga tu wenyewe. Nyie mitume wangu, acha kumpinga. Mnashindana naye tu wenyewe. Unasikia kiu ya kuamka na kuomba, utaki. Unasikia kiu ya kumfuata mtu, msukumo kumfuata mtu, unaanza kutoa maelezo. Aibu zinaingia, hofu inaingia. Roho Mtakatifu anasema mwendo huu bwana tutashindwa kufanya kazi. Unasikia msukumo wa jambo fulani, unageuka kwa mashtaka, unaanza kuwa na kumbukumbu ya makosa yako na kusema wakina fulani watasemaje? Mbona wanajua hili na hili? Roho Mtakatifu anakuambia kwa mwendo huu hatutaenda. Wivu ni uovu. Unatumia uovu kushindana na uovu wa mume wako. Sasa unafanya kitu kibaya. Unaenda kumzima Roho Mtakatifu ndani ya mtu kwa ajili ya uovu wako. Kwa nini niwaambia mume wangu ni mtumishi fu, na nimefurahishwa jana ulivyofanya. Roho alivyofanya kwako, namtukuza Mungu kwa ajili yako sana. Lakini usitumie tamaa zako kuimzima Roho Mtakatifu. Nijue ni Roho anafanya kazi ndani ya huyu. Lakini mume wangu anamtazamaga fulani. Mkakae chumbani. Muinue kwanza, mtukuze Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani ya mume wako. Alafu mwambie lakini mwenzio naumia wewe. Yaani ana fulani mkumbatiaje? Yaani wanawake wana shida, utasikia yaani amkumbatiaje yule kama ananikumbatia mimi. Mwambie naumia, unamtazama labda utaenda kumkumbatia. Harudi Kristo tena. Atakuja pale afu Roho Mtakatifu atatinua tuende naye. Harudi. Roho Mtakatifu ndio partner wetu, ndio kipenzi chetu. Yote naye mzima au amelaniwa. Yote naye mzima au amelaniwa. Yesu harudi tena duniani. Kaleta Roho Mtakatifu. Yote anayemshambulia, yote anayemkana, yote anayempinga amelaniwa. Ndio Bwana hata wa ibada zetu tukubali tuanze ibada. Ewe Bwana wa ibada ulio ndani yetu, tusaidie sasa. Tunataka kumpa Yesu Kristo na Mungu Baba mambo kutoka mioyoni mwetu, nyimbo na vigeregere kutoka mioyoni mwetu. Tunataka kumfanyia ibada. Roho wa Mungu ulio ndani yetu umekuja kwa ajili ya hilo. Kanisa linataka kuishi bila Roho Mtakatifu, na Yesu anasema nimewapa Roho Mtakatifu. Lazima hamna kitu na mimi. Bila Roho Mtakatifu mtu hana maisha na Mungu. Na Roho Mtakatifu hakai ndani ya sisi, anakaa ndani ya mimi, wewe, mtu. Sio sisi, wewe, mtu. Wote tumwelekee Roho Mtakatifu. Hakuna mdogo miongoni mwetu, wala huwezi kuchagua roho leo afanye nini. Anaweza kafufuliwa mfu kupitia kijana mdogo ndani ya kanisa. Huwezi kumchagulia Roho Mtakatifu. Kwani akili zetu na zinyamaze, tamaa zetu na zife. Yaani Mungu alivyokuumba, you have got the heart. Una moyo, si ndio? Una ufahamu. You have got the mind. Anatumia hivyo tu. Hatumii mgongo. Wewe kusemea mwenye mgongo wewe? Au unapomsikiza mtu unatega mgongo?
Ndio maana your mind understands, your heart confirm. Unapata amani rahisi tu. Akili yako inaelewa, halafu moyo wako unathibitisha. Simple. Unapata amani fulani na uzuri na ujasiri tu. Then take step. Take action. Hakuna ujuzi wa kusema na Roho Mtakatifu. Amefanya kiasi ambacho hata bibi atamtumia, hata mtoto atamtumia. Sio kila ndoto ni Roho Mtakatifu, lakini ndoto ya Roho Mtakatifu inapata support ya moyo wako. Inapata support na uhakika. Hafikia anayesikia inagusa moyo. Kinisimulia inagusa moyo. Sintakwambia imenigusa moyo, lakini nitakwambia let's be careful au go. Zamani wale watu wa Agano la Kale walikuwa na kila kitu wamuulize Mungu. Wakitaka kwenda vitani, walikuwa wajiendee hivi vitu wanauliza. Lazima wamuulize huyu tunayemtumikia. Kwa sababu Kristo alikuwa hajaja akikwazo kati yao na Mungu akijaondolewa. Wale roho Mungu alikuwa hayuko ndani yao. Alikuwa anakaa kwa wachache tu. Roho alikuwa kwa wachache. Wafalme sijui nani, wachache tu. Lakini Mungu alikuwa bado ni kiongozi wao. Anawaongozaje? Aliweka utaratibu mzuri tu mwepesi. Walikuwa na kitu wanakifaa hapa. Hapa. Kama nini? Kile kitu kina kitaa. Kinawaka. Ukienda kuuliza Bwana uyole wametuinukia. Wamekuja kwa nguvu kutushambulia. Tunauliza Bwana, tuondoke tukapambane nao au hapana? Kwa sababu hawana roho wa Mungu. Alitumia kitu sawa na wewe. Kiliwaka moto hapa. Akisema ndio kilikuwa kinawaka, anatazama tu. Hapa lazima kilikuwa kwenye position. Kinawaka. Halafu kikiwaka kinatoa kajoto. Ndio peace and joy. Raisi furaha na amani juu ya hilo lililokuja. Wenzetu waliwekea kitapa kinawaka afu kinaleta kajoto. Bas, alisema asante Bwana tunawainukia. Na wakiwaendea wana nguvu za ajabu. Piga adui mpaka unanyang'anya na kucha zao. Wameondoa moyo wako. Soma moyo wako tu. Akili yako itasikia, akili yako itakumbuka, akili yako itakumbuka ndoto. Soma kwenye moyo. Na ukimsimulia mtu anaguswa moyoni au moyo unakataa. Moyo kigoma tu basi. Ndio maana anasema sana nyie, ila mna ile ya kidini ile. Wewe na mimi hakuna tofauti, there is no difference whatsoever between you and me. It's the knowledge, the information we have, and the boldness that makes us. It's about you and me, not God, not even the devil. Wala hakuna maovu yako yanayomzuia Roho Mtakatifu kufanya kazi yake ndani. Kwa sababu hawezi kwenda na kanuni iliyofanya. Damu imeondoa sasa na milele. Amen. Roho Mtakatifu hawezi kukisimamia. Ndio maana akasema dhambi zenu, yani yale ya Adam na maovu yenu yote, damu imefagilia mbali. Ndio maana mtu akigafika katika kosa lolote, kosa mrejeze tu kwako. Sababu unajisumbua tu. Damu ilibomoa kila kitu. Desma, Basilisa alivyo vile mkali kweli Roho anamtumia na Basilisa anasikiliza. Roho Mtakatifu anachagua kufanya lolote kwa yote. Sio tu wewe minister. Wewe una coordinate kazi za Roho Mtakatifu mle ndani. Toa fursa. Give chance and opportunity for the Holy Spirit to operate through anybody. Uwezo mdogo, una moyo, una akili. Anatumia hivyo hivyo. Akili yako itasikia, akili yako itakumbuka. Akili yako itakumbuka ndoto. Akili ndio inayochakata taarifa. Inapokea taarifa ni akili. Naye anakwenda huko lazima ipite kwenye akili. Then moyo unathibitisha. Inapiga amani na kafuraha na kaujasiri fulani. Au moyo unakataa, unastuka. Kistuka ukijisikia vibaya maana yake hapana. Hatumii vitu vya ajabu, anatumia alivyokuumba. Alikuumba masikio yasikie,
moyo uthibitishe alikuumba wanatumia hivyo. Unataka baka kugonga mgongoni. Ukisikia na kugonga mtu muulize wewe pepo usinichezee. Na ndunda ndakutwanga na wewe. Wewe unaposimama mbele za watu mtumishi wa Mungu, kazi yako. Anasema unataka ulisema wewe mimi naliheshimu. Unataka ulisema sio lazima usikie. Umepewa mamlaka ya kusema. Na hasa unaposema neno. Nataka kuponya wagonjwa, simngoje Roho Mtakatifu. Naingia kwenye operation sababu neno linaniruhusu. Yeye ananifuata, anathibitisha. Lakini kianza kutetemeka mimi, naomba waje wagonjwa hapa, akitokea na saa mimi hapa na kipindupindu, unaanza umesema na nini na kipindupindu? Wewe anakuambia bwana mambo gani haya rafiki yangu wewe? Mimi mwenzio nimetumwa kusimamia lile neno, amesema mkaponye wagonjwa. Mwenzangu umeita alafu unaanza kujiharishia mwenyewe. Au nitasikia Roho Mtakatifu nithibitishie kama leo utaponya. Amesema kaweke mikono juu hapo. Amesema katamke, nenda kwenye operation. Kuwa na mamlaka yote, amekupa full authority. Tamba unavyotaka pale mbele. Achilia kila kitu kwa uhakika 100%. Na yeye anasema namna hiyo mpenzi rafiki, kazi yangu ni kuyafuatilia maneno yako. Sema ni atende. Nyie kazini kumtia moyo mwenzenu. Mwambie mwenzetu yuko kwenye operation pale. Ndio maana kumuunga mkono ni muhimu. Kusudi ajiamini zaidi. Kumuunga mkono ni muhimu. Unamfanya ajiamini. Amekuja kulitumikia neno. Unaposimama kwenye utumishi wa neno, wanakusubiri, anakusubiri unachosema wewe. Mara nyingine anauelekeza tu moyo wako. Unajisikia kutamka kitu kwa mtu. Mara nyingine unamtazama mtu linakuja wazo na msukumo. Fuatilia lile wazo, tamka kitu. Ndio maana mitume walikuwa wanathubutu kusema imempendeza Roho Mtakatifu na sisi. Kwa sababu Roho Mtakatifu hafanyi bila sisi, sisi hatufanyi bila yeye. Shauri zako unayejitenga naye. Na walokole wenzio wanaokutenga wanaanza kushambulia makosa yako. Au majinamizi hao. Mungu, simameni mkafanye wajibu wenu. Dunia ikashangae. Simameni dunia ikashangilie. Kwa sababu mambo mengine yatakayofanywa huko yataleta furaha mno. Watu wenye magonjwa ya figo watajikuta ni wazima. Utatia furaha. Roho Mtakatifu yuko kuleta furaha kwenye mji, kwenye kijiji. Anakuja kuleta furaha, anakuja kuleta kicheko. Anakungoja wewe. Unanyima kicheko cha watu. Unasababisha watu wanazikwa. Shauri ya dini yako chafu. Usipokuwa na nia ya dhati ya neno la Kristo ili kae na litimize ndani yako, hicho ni kikwazo kwake. Anafanya kazi na watu wenye nia ya dhati ya neno la Kristo likae na litimizwe ndani yake. Ukitanguliza hofu ni kikwazo.